Asante sana kwa naitwa Luhaga Makundi, ni mkufunzi wa TFF na CAF ambaye alikuwa anaendesha mafunzo haya ya CAF Diploma D hapa wilayani Kahama kwa makocha ambao walikuwa wamehitimu ngazi ya awali ya grassroots. Kwa mafunzo haya na ni mahususi kwa ajili ya ligi zetu za ndani, kwa sababu kozi yetu ya ndani au local course kabla ya kwenda kwenye moja application ambayo inamsaidia mwalimu aliyefaulu kuweza kuendelea kwenye ngazi za juu za kimataifa na za ndani. Kwa hiyo ni kozi ambayo inawawezesha walimu kusimamia ligi za wilaya, ligi za mikoa, maafisa wa mikoa kuwa walimu wasaidizi, ligi daraja la pili, na kama lengo la TFF kubwa ni kuhakikisha ligi yake inasimamiwa na walimu wenye weledi ambao wamepata mafunzo sahihi. Kwa hiyo kwa kozi hii tunaamini walimu waliopata mafunzo watapewa kipaumbele pale tunapokuwa tunaandaa ligi za wilaya, ligi za mikoa na mashindano mbalimbali ya TFF kulingana na waliosoma. Kitu kikubwa ambacho tunaweza tukawashauri walimu waliohitimu kozi hii ni kwamba hii ni hatua ya mwanzo kabisa ya mwalimu kuweza kuwa kocha au kutambulika kama kocha ambaye anaweza mwenye sifa za kusimamia ligi, lakini tunasema mpira unakuwa kwa haraka, mpira unabadilika. Tunapoongelea sasa hivi, lengo letu ni kuzalisha walimu ambao wanaendana na mahitaji ya soka la kisasa. Ili kumpata mwalimu huyo, basi tunasema ni mwalimu ambaye lazima aendelee kuweka bidii kwenye kusoma na kuendeleza uwezo wake wa coaching kupitia mafunzo mbalimbali ambayo TFF itaendelea kutoa, lakini na wataalamu wengine wa mpira wataendelea kuyatoa. Kwa hiyo hapa ni mwanzo tu, tunaamini walimu bado wana safari ndefu ambao wanahitaji kuendelea kusoma zaidi. Na mwalimu, kumekuwa na changamoto kubwa sana, walimu wanajifunza, ukitazama hapa kuna zaidi ya 70, lakini inapokuja swala kwenda kufanya hizo ndani, kwa maana ya kwenda kuenseign au vijana wengi wanakaa na geti ndani, na kama TFF tunashauri kwanza tutambue kwamba kila mwalimu ana msukumo ambao umemleta kusoma kozi ya ukocha. Yuko mwingine anakuja kusoma kwa sababu tu anataka apate uelewa au kukuza uelewa wake juu ya masuala ya mpira wa miguu. Kuna mwingine amekuja kusoma akiwa na lengo la kuja kuspecialize kwenye sehemu fulani ya mpira. Mwingine anasoma mpira wa miguu kwa sababu anataka kuja kuwa wataalamu wa wachezaji, nataka kuja kuwa kiongozi au mtawala katika masuala ya mpira wa miguu. Kwa hiyo tunasema sisi kama TFF hatuwezi kumlazimisha mwalimu aliyesoma lazima afundishe, kwa sababu inategemea yeye amekuja kusoma akiwa na lengo gani. Na ila wengi ambao tayari wataingia kwenye kufundisha, huwa tuna utaratibu wa kuhakikisha wanajaza logbook ili pale inapotokea anahitaji kusoma kwenda ngazi ya juu, anakuwa anapewa kipaumbele zaidi kuliko yule ambaye hana taarifa au hana kumbukumbu ambazo zinaonyesha kama anashiriki sana katika kufundisha mpira. Kwa hiyo wale atakaonekana wametoka na wakaenda kufundisha, wana advantage ya kupata fursa ya kuendelea kusoma zaidi na kutumika zaidi kuliko wale ambao watatunza viti vyao, kwa sababu watakuwa hawana kumbukumbu hiyo. Na mwalimu, tukiachana na umekuja ujio wako ulikuwa ni kama mkufunzi, lakini tukirudi kwenye majukumu yako ni fitness coach kutoka Coastal Union, kwa namna ambavyo unauona mwelekeo wa ligi yetu, lakini pia ushindani, kitu gani unakiona baada ya misimu mingi, pia kwa msimu kama Coastal Union, kwa namna ambavyo umeikuta na namna ambavyo sasa hivi? Nina siku chache kwa Union. Nasema ni mwalimu msaidizi ambaye sawa ni specialize na asimamia kwa fitness. Siwezi kuiongelea sana kozi kwa sababu ya muda mfupi sana ambao nimekuwa pale. Nadhani kama tutaendelea kutrain na kuangalia performance ya timu, consistency yake ikoje,
yenye tunaweza kuiongelea zaidi, lakini tunachosema ni kwamba tumekuta timu ikiwa sio mazingira mabaya sana, japokuwa ilikuwa hayaridhishi, na sie katika tunasimamia mechi mbili ambazo tunacheza na tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hatuwezi tukasema tumeleta mabadiliko makubwa, kwa sababu bado ni muda mfupi sana. Lakini ushindani wa ligi msimu huu mwalimu unaonaje? Ushindani wa ligi takwimu inaonekana kuna ushindani mkubwa, kwa sababu takwimu tunaongea kulingana na takwimu zilizopo kwamba kuna ushindani mkubwa, kwa sababu sehemu kubwa ya timu nyingi zinazoshiriki ligi yetu ya Premier ni kwamba mpaka sasa hivi huwezi ukadeclare kwamba kuna timu ambayo imeshashuka. Kwa hiyo timu zote bado ziko kwenye ushindani. Kama timu zote bado ziko kwenye ushindani, maana yake ni kwamba jitihada kubwa inatakiwa ifanyike na kila timu kuhakikisha ishuki daraja, na hiyo inaonyesha kwamba hilo kama litafanyika, maana yake ushindani utakuwa mkubwa. Kwa hiyo ligi itakuwa na ushindani mkubwa, ndio kitu ambacho naweza nikasema. Shukrani sana. Stand United, lakini pia amepita Simba Sports Club. Atanas Pastor, kwanza umejisikiaje, lakini pengine kimekuwa msukumo wa kuja kusoma kozi hii? Kwanza namshukuru Mungu kwa kuweza kufika Kahama kusoma kozi hizi mbili. Japo tuna kampuni madini. Tunaendelea kuishi mpira. Tumecheza mpira, tunaendelea kuishi mpira, tuende kwa kusaidia vijana. Naam, Atanasi, hapa katikati ni kama ulipata nafasi ya kucheza Fountain Gate, lakini baadaye ukawa kimya. Tukiangalia kwa umri wako bado mpira unakudai uwanjani, unaamua kuja kwenye kozi. Hasa nini hapa katikati kinaendelea? Ni majeraha, nimepata majeraha ambayo nimekaa nje kwa muda mrefu. Kwa majeraha nimefanya nimekaa nje muda mrefu kama nafasi sisi. Naona sasa hivi naweza nikaa kucheza. Tunaweza tena kuendelea kustart kwa kujipiga. Mipango yako ni nini hasa? Tukiangalia kwa mkoa wa Shinyanga ni kama sasa hivi tulikuwa na timu mbili za ligi kuu, lakini pia tulikuwa na timu za madaraja ya chini hapa, lakini kwa sasa hivi tukiangalia Stand United ni kama hali kidogo sio nzuri kwa upande wao, lakini pia soka la vijana toka anaondoka Mzee Moroto ni kama limeshuka kwa mkoa wa Shinyanga. Nini sasa aimu zako kama coach ambaye umekuja kupata kozi hizi ambacho umekiplani kwenda kukifanya kwa mkoa wa Shinyanga kwa ujumla? Nadhani kwa mimi peke yangu kusoma haitoshi. Nadhani hilo linaenda moja kwa moja kwenye uongozi. Kiongozi atatulibevi ili uangalie mpira wa Shinyanga na kuelekea ulipo na kuelekea. Mpira wa Shinyanga umetoka kwenye level ya pesa imeshuka sana. Kuanzia kwa vijana, watoto mpaka level ya juu. Kwa hiyo viongozi ndio litafakari uangalie shida ni nini. Si walimu tupo kwa ajili ya kutoa taaluma, lakini masuala ya uongozi na nini kwa wanahusika wao inabidi waangalie shida nini waweze kusaidia timu ya Shinyanga. Atanasi, wewe ni una influence kubwa. Inawezekana kuna wazazi sasa hivi baada ya kusikia Atanasi sasa ni coach wanaweza kuleta watoto kwa Shinyanga. Sasa watu wanaotaka kufika wakufikie zaidi kuleta watoto wao ili kuweza kupata mafunzo unapatikana. Mimi na vijana wangu wako ni polisi na wasimamia na muda tunasimamia, lakini na mipango mingi nikirudi na mipango nitakusanya vijana ambao nitakuwa nao, nitawasaidia kwa mbele huko kama nikijaliwa, na maana ni mipango ya academy na vijana wengi zaidi. Mimi binafsi kwanza napenda michezo yote kiujumla, lakini zaidi ni mpira wa miguu. Kwa hiyo kilichonisukuma cha kwanza ni kupenda mchezo mpira. Napenda sana. Kwa namna ambavyo unayapata mafunzo, umeona nini kuanzia ulipokuwa na sasa hivi? Nini imebadilika, lakini pia unategemea kwenda kufanya nini hasa malengo yako? Kwa sababu mwalimu pia anazungumza kila anayekuja kupata kozi anakuwa na malengo yake, malengo yamegawanyika. Wewe una malengo gani baada ya hapo?
Kiukweli mimi nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivifahamu. Yaani kozi hii imenifanya nivijue vitu. Kuna baadhi ya mambo nilikuwa nayaona na najua yale mambo ni sawa kuyafanya, lakini kozi hii imenifanya nijue kwamba kumbe kuna vitu ambavyo nilikuwa nafanya hata mimi binafsi kumbe nilikuwa nakosea. Kiukweli nimejifunza vitu vingi sana na nitaenda kufanya vitu vikubwa sana hasa katika mkoa wangu, na mimi binafsi nitadili sana kwenye watoto wa kike. Unatokea mkoa gani? Natokea mkoa wa Simiyu. Soka la natokea katika halmashauri ya Ushetu, kata ya Ukune, shule ya msingi Mzabi. Ni mwalimu wa mpira na niseme tu sasa ndio nimekuwa rasmi mwalimu wa mpira. Sawa, mashuleni tunaona kumekuwa na changamoto kubwa sana uzalishaji, lakini pia hata wazazi kuwapa muda watoto kuja kufanya michezo hii. Sasa baada ya kupata kozi hii ambacho nakwenda kutengeneza kuanzia kwa wazazi mpaka watoto wenyewe. Kwa kozi hii kwa kweli tumepata mambo makubwa na muhimu sana ambayo hasa tusaidia sisi katika kuendeleza na kuinua vipaji vya watoto na kuendeleza soka kwa watoto wa kiume na watoto wa kike. Moja kubwa ni kuwashawishi wazazi kutambua kwamba michezo ni sehemu ya ajira kwa watoto zao, ni sehemu ambayo watoto wao wanaweza kuwa salama, hususan katika mpira wa miguu. Tunajua sasa hivi kwamba market kubwa ipo katika mpira wa miguu, kwa hiyo tunaweza kuwashawishi wazazi wao kwamba wawaruhusu watoto wao wacheze mpira kupitia sisi walimu, endapo watatutumia vizuri, na sisi walimu tukikubali kutumika vizuri kwa watoto, basi itakuwa manufaa makubwa kwa wazazi, kwa taifa na jamii kwa ujumla. Shukrani sana. Asante.